hapa Nairobi iko Nairobi Dam. Hiyo Nairobi Dam imejaa na takataka ndani yake. Sasa kuna maji ambayo yanaingia ndani ya damu. Hii ndio sababu hii mto hii inafura kila mara kwa mara, kwa sababu Nairobi Dam imekuwa clogged. Hawajafanya kitu inaitwa dredging ya Nairobi Dam. Kama ingekuwa serikali ya Azimio, tungedredge Nairobi Dam. Sasa dam imejaa takataka. Kama imejaa takataka, sasa maji inakuja yote kwa fujo. Ndio unaona hii inachukua manyumba yenu yote, inaendelea na pande huko chini. Hata ile nyingine Nairobi River pande ile nyingine ni kama hayo. Hii maneno tumeshaangalia sisi na wataalamu, tunajua suluhisho, lakini jamaa hawajui suluhisho. Kazi yao ni kupiga kifua tu, hawajui suluhisho ya hii Nairobi. Kuchukua taka, mnakuta kama hii express highway inajaa na maji. Haya yote jamaa hawajaangalia mambo ya drainage hawajaangalia. Kazi yao ni kupiga kifua hapa na pale na kutoa onyo peke yake. Sasa sisi tuliwaambia hao ya kwamba tangazeni hali ya hatari. Semeni kwamba hii mambo ya mafuriko is a national disaster. Declare the flooding a national disaster, ili hatua ya kidharura ichukuliwe kila mahali katika taifa letu. Na taifa la ng'ambo watatusaidia sisi, watakuja kusaidia sisi, lakini hawezi kutoa msaada kama nyinyi hamjatangaza hali ya hatari katika taifa lenu. Jamaa wanasumba hapa na pale, wanahangaika, hawajui waenda upande huu au upande huu. Mkono wa kushoto hajui yale makulia inafanya nini. Ndio sababu sisi tuko na shida. Sisi kama Azimio tuko na suluhisho. Hatungekuwa na shida hii kama Azimio ingekuwa kwa serikali. Sasa lakini kuna wale wengine kama Bwana Linturi ndio kwa serikali. Kuna wale wengine ambao wanaimba hapa na pale, mnawajua. Si mnawajua hao watu? Hawajui kama wanaenda au wanarudi. Ndio sababu tuko na shida. Zinaita Kithure Kindiki, ngine zinaita nani yule anaita Machogu. Angalieni Machogu na Magoha, Profesa Magoha na Machogu. Unaona tofauti? Ni kama usiku na mchana. Mtu anakuja anambia wewe huyu ni waziri. Unaongea wewe ni waziri wa nini? Ati wewe ni waziri wa matibabu. Ati sijui mwingine, sijui mimi waziri wa elimu, sijui mimi waziri wa wafanyikazi. Unaangalia yote ni takataka. Ndio sababu kuna shida, manake tuko na dereva hajui steering iko wapi, hajui gia iko wapi, clutch iko wapi. Ndio sababu Kenya ina shida. Gharama ya maisha bado imepanda juu zaidi. Sasa mimi nasema hapa ya kwamba hao watu wasibomoe manyumba ya kule Mkuru kwa Njenga. Wasibomoe manyumba kule Mkuru kwa Njenga. Sawa. Wakijaribu kubomoa, ita sisi, tutakuja sisi na nyinyi. Hatutaki hiyo. Hawa watu kama mnataka kuhamisha watu, kwanza jengeni manyumba mazuri, mpatie hao watu kwanza, ndio uzi kubomoa. Lakini hapana waweza kubomoa manyumba ya watu pale wananchi wanaishi na kuna mahali ya watu kwenda. Wananchi si wanyama.
sio swala, mpaka muwe na moyo ya utu, sio? Lakini wakija na kifua, sisi ndio kifua, tunajua mambo ya kifua kabisa. Tutakuja pamoja ili tukufe pamoja na nyinyi, sawa? Mukuru must stay. Tumeelewana vizuri? Mukuru must stay. Mukuru must stay. Mukuru must stay. Leave the people of Mukuru alone. Tumeelewana vizuri? Tumeelewana vizuri? Mukuru we! Mukuru we! Parubani we! Asanteni sana, Mungu awasaidie.